Hi guys, welcome to our podcast. Today we are gonna discuss about toxic habits in relationship, and I'm here with. Today uh, talking about toxic relationship and everything that revolves around relationship, everything that happens in relationship. Once again, I'm Albert. I hope you remember me. I was there in our last podcast, and today we are gonna inject relationship, talk about relationship and everything. And I'm Caroline Kamadi, and I'm also taking part in this topic of today about the toxic relationship habits. So to kick us off, I want your opinion on this, Albert. How do you think most relationship end because of social media? Yeah. A lot of relationships, tumeona relationships mingi zimeharibika juu ya social media. Yeah, that's very true. That's very true. Relationships zinaharibika juu ya social media and kuna a lot of reasons that supports this. Yeah. Okay, me according to me, sidhani kama like most relationships zina end via social media. You tell me why. Umenikosea as my man, unafaa ku apologize. Nitumie paragraph, a long paragraph saying you are sorry. Na pia it's not all about like peer pressure ya social media. Ni you can just unaweza nunulia gift ya 30 bob, nilete chocolate ni 30 bob pale kwa duka. Kuja nayo. Bidhaa that's nini unanionyesha you are sorry. Si ati utakuja kuniambia ati that's peer pressure social media and this and that. No, hapana. But unamaanisha nini kusema social media na peer pressure social media? Okay, peer pressure social media unaona vile like this prominent people maybe kama kina Nasieku so si like the relationship unaweza ona like amepelekwa to a fancy hotel pia another thing ameletewa this gift juu mostly wanakujanga wanaleta wanakuja wanashabe you know what see what my boyfriend has brought for me, let's unpack it. Oh, so like you mean like mostly relationships ama watu wako kwa relationship wana they wanataka wafanyiwe those things that they see in social media. Yes. For example, hiyo example umetoa the Nasieku and whatever, like so for example if me and you were in a relationship, like you would love ufanyiwe vitu au those guys wanafanyiwa. Hapana, So that's the peer pressure you're talking about, ama? yes, na pia sijamaanisha like unafaa kuwa like those content creators, like just be you, be romantic to your girlfriend. Okay. In my opinion, nafikiria si social media maybe ina take like 60% of the relationship to break. Hiyo 40% unawezekea kwa personalities za watu, sababu si watu wote wako in social media adults kama TikTok kwenye watu wanaona ma celebrities sijui wananua vitu kubwa kubwa. Pia huku kwingine chini chini hizi relationship za huku mashinani pia tunaona pia zinaharibika not as of a result of social media effect. Pengine tuseme ni personality za watu. Mtu ni mtoxic tangu azaliwa kwa na hiyo tabia yake amekuwa nayo. Sababu sasa tukisema ni social media au na hiyo mambo ya kujicompare pia. Sababu utaona mimi najicompare na hao ma big celebrities, wengi ni ma brand ambassador wako na different source of income. So huwezi jicompare nao na wewe ni hustler wa chini, hata chakula yenyewe una hustle kupata ya kukula. Unajua ukisema ni personality, sidhani kama inaweza kuwa personality. Juu I had this friend of mine alikuwa in a relationship na mtu wake. So alikuwa it's not all about personality. The relation alikuwa anapigwa by the way. Unapigwa na bado unabaki in that relationship because the guy anafanya forex na pia juu unapata pesa, so it's not all about personality. Personalities ni yenye umekuwa nayo, tuseme uko hivyo tu generally rude. Unajua hata design unaongelelea pia kuongea kunini, tuseme communication style ya mtu pia inaweza onyesha toxic. Uko generally yani naturally uko very rude kuongea, upate mwingine apendi kuongeleshwa hiyo rude. Unajua you guys mostly wenye wanaletanga a lot of chaos kwa relationship wanakwanga the female gender. Yeah, ni female gender ndo mostly, according to me, mostly they cause a lot of chaos and wanafanya relationship inakuwa toxic.
the way you said. Hapana. Okay. Yeah. Mostly you female gender mnafanya relationship inakuwa, so for example that case hiyo tumesema about you find that a guy is rich na akona dem, but you dem yake like if you look at this guy kuna vile is not treating dem yake vizuri, but dem insist she's going nowhere, she's there. Why? Mbona ikuwe hivyo? Hapana, acha nikwambie, like like napewa girlfriend allowance. Napata kila kitu. Kama ni kwenda kutengenezwa nails natengenezwa. Kama it's hair, everything I'm being provided. But ni vile like the guy hataki ni socialize na other guys. You guys, mimi sasa kama mimi personally, I have other male friends. Hautaki ni socialize now. Hautaki niende party. What do you expect? What do you want? So unataka kwenda party now, you have a boyfriend. So utakuwa unaenda party, you're leaving your boyfriend at home. Yes, I'm going to have fun. That's not possible. Kama basi muende na yeye hiyo party. Set boundaries, pia kuna mipaka unafaa unajua hii nikipita hii si healthy, ita affect your relationship. Mimi going to the party doesn't mean it's gonna affect our relationship. I'm just going to have fun with my male friends and my other female friends. Which kind of fun are you talking about? Ni fun gani mnaenda ku have in that party? Yenye mwezi have with your boyfriend here at home. Tumeshinda na wewe the whole day kutoka asubuhi hadi jioni. I need another environment. I need other people. Okay. Siwezi kana wewe kutoka asubuhi hadi jioni. Mimi nitachoka. Mimi interest itaisha haraka. Yes. So unaniambia uko na boyfriend, then you are saying that huwezi kaa na yeye like from morning to morning. Tumekaa na wewe kutoka asubuhi hadi jioni. So you need unataka another guy spend na yeye the rest of the day. Hapana. Huwezi sema ati you have a boyfriend and you can't stay with him for as much as like huwezi kaa na yeye for like 24 hours. Tunaweza kaa na 24. Like amwezi kaa na yeye like continuously. Tunaweza kaa na continuously, but I need other friends. Kuna vitu nitakwambia, kuna vitu zingine nitaambia marafiki zangu. Yes. But your boyfriend unaweza ambia kila kitu. Huwezi weka your friends the level of your boyfriend. In that kuna vitu unaweza ambia your friends and huwezi ambia your boyfriend, na kuna vitu unaweza ambia your boyfriend huwezi ambia your friends. Okay, let me tell you. You see, when me and my boyfriend, we are having an argument. Siwezi kuja kukuambia, si ndio? Nitatafuta another person mwenye ata relate my situation. You and your friend or your boyfriend? My man. We are having an argument, si ndio? Sasa juu umenikasirisha, I need a second party mwenye ata relate situation yangu. Inaeleweka. You have sisters, you have brothers. You also have friends. In that case, you can talk to your friends. Mimi I can't talk to my brother. My brother is young. What of your mother? Dongelelea na mamako pia. Na ukileta mzazi hajui you are in a relationship, tukiazia hapo. Okay, hapa we are talking about disclosing everything to your man. Like unajua as a girlfriend kuna vitu zingine if you really trust your guy, kuna vitu zingine huwezi ficha. Like you just have to be open to your guy. Acha mimi naweza kuambia kitu but hauta relate. You get? Kuna mtu mwingine nitamwambia ata relate. Kurelate ndo kunifanya nini? How? Like you have to make me relate. You have to make me understand that thing. Wow. Ndio nafikiri sasa ukichuzi mtu unafaa uangalia mtu mwenye mnaendana. Si kwa ni mtu mwenye siwezi ambia hiki. Ukikuwa na issue zako unatafuta mwingine wa kuambia. I think unafaa kutafuta mtu mwenye mnaelewana. Acha nikwambie. Mimi unaweza tafuta mtu mimi I go for the looks. Hapo kwa personality utainini baadaye. As time goes by, kama mna date utajua baadaye. You go for the look. I go for the looks. Ni mtu naweza tembea naye kwa barabara. Utachukua mtu handsome, mtu cute, lakini kwa akili empty. At you go for the looks, then you expect that relationship ikuwe like straight, ikuwe perfect. No way. Let me tell you, unaweza kuwa uko na looks na uko na akili pia. Si watu wote like utakuwa na sura mbaya na uko na akili. How is that even possible? Unafaa kuwa na vitu zinaendana pamoja. Unajua
kuna kitu hujai notice. Mungu hajaipeana kila kitu. Mungu hajaipeana kila kitu. Utapata mtu is so good. Utapata dem so beautiful, cute, akona kila kitu. Lakini when it comes to kufikiria and knowledge, empty. The same applies to men. Unapata a guy is so handsome, cool, charming. You call them charming. Akona sauti nyororo. But ikifika kwa reasoning and thinking, empty. So relationship, me I believe that na meaning relationship is all about knowledge. Yeah, lazima utafute mtu anaweza fikiria, mtu anaweza reason. The same way us men lazima tutafute mademu anaweza reason. Unacheki? You cannot just go for looks. Umechukua mtu akili ni empty. Ati you go for looks, you cannot even reason. Obvious that relationship haitakuwa perfect. Let me tell you, okay, unaweza kuwa na sura mzuri, yes, unakaa vizuri, handsome and everything, but kama hauna nini akili, tutatumia yangu. Yako na iko percentage gani? Mali mnakwama wote juu sasa unatumia akili yako. Tutatumia akili yangu. Imagine convincing a fool. Hata kama uko na akili gani, kuongelesha tu mtu tu aelewi, it's very difficult. Kumaanisha hapo pia utatake control. Kila kitu wewe ndio unamwambia twende hivi. Sasa akili ni yako inatumika. Ninunulie hiki ananunua. Nifanyie hivi anafanya. Sasa amebebwa tu. Acha nikwambie, as a guy you have other friends, ndio? Wenye utakuwa unaongea na hao. Despite hauna hiyo akili right now, ukisocialize na your friends watakusaidia. Utaona wanafanya hii, then you talk to them, watakuambia the way forward unafaa kufanya kitu. Okay, so let's say vile you're a lady, umeenda ukapata boyfriend mwenye cannot think. Unajua you cannot control that guy because unajua vizuri men wanatakanga wakue controlling, wanatakanga wakue ruling. Obviously I can't have a girlfriend who tells me everything. Dem ananiambia nifanye hii, no way. So obvious, you cannot go for someone who cannot reason. So that means you are not ready. Most especially to you ladies. That means you are not ready for commitment. Juu sasa utakuwa unafanya kitu hainibambi, halafu utaki nikwambie. Si kitu haikubambi. I'm not controlling. You cannot be controlling. Like huwezi kuwa control boy wako kila time. Huwezi expect boy wako akusikize tu anytime. Whatever you say and listen to. You're giving me attention. Kwani what's the use of us being in a relationship? Yes, attention, yes, but unielewi like najaribu kukuelewa but unaileta in another perspective. Yeah, huwezi nipe attention. I'm not controlling you. Ni vile kitu unafanya hainibambi. That's why I'm telling you. Sitakuja na kuambia everything, na kuambia leo, kesho, na pia you're repeating the same mistake. But I'm a man. I want to do, nataka kufanya hiyo kitu I feel is best. But to you, wewe unaona whatever I'm doing is not good. So what do you expect? Disagree na hiyo point ya Albert, because you are a man, you have to take control of everything. Hii society tuko sahi, kila mtu ako na right ya ku make decision. Mwanzo tunakaa tukue 50-50. Naleta opinion zangu na zako. Si ikuwe wewe ndio unani control tufanye hivi kwa sababu wewe ni mwanamke, nafaa nichukue directions kutoka kwako. Rules kila kitu. Isiko ile ya kitambo eti mwanamke alikuwa kazi yake tu ni kufua, sijui kupika. Alafu hizo ku make decisions zinaachiwa mwanaume. Okay, it's not controlling. Tulikuwa tunaongelea marrying a fool. Acha tuiweke tu a fool. Someone who cannot think, someone who cannot reason. Okay, he is a man, yes, lakini decisions zake tu hazi make sense. Lakini si you know men, someone who cannot think, someone who cannot reason. Okay, he is a man, yes, lakini decisions zake tu hazi make sense. Lakini si you know men tunataka whatever we decide iende. Kitu tumesema tunataka ifanyike. So if hata kama iko wrong, you know men, obviously kama umemarry someone who cannot think, who cannot make clear decisions, obvious atakuwa na make decisions wrong. But because you are a lady, huwezi input in that line.
Okay. Unaget? Do you think it's 50-50 when it comes to work chores? Yeah, it should be 50-50. It should be 50-50. 50. What's your Yeah. opinion on Unajua that? in this generation, history ya sijui men should be like responsibilities mingi tunaachia men. Hiyo iliisha enzi za kitambo bana. Sahii men and women, both of us should be contributing 50-50. Yeah, so that's one thing that ina ruin the relationships by the way, because most of the ladies wanatakanga they provide, wanataka these rich guys whom give them everything, but hiyo iliisha kitambo sana. Nowadays women should look for their money as well as men. Mimi guy let me tell you, mimi as your girlfriend nafa kuwa na ng'ara, si ati I look like my problems, si ati utaniona like my nails zinakaa vibaya, then uko zile za like si utafute kazi, unaniambia nitafute kazi ndio sikuja nitengeneze my nails. Ungare with your own money. Okay, niking'ara kazi yako itakuja kuniambia oh you know what, your nails are cute, unakaa vizuri, what's that? Hapana, na ndio not contributing, nadi haujui hiyo pesa imetoka wapi. Okay, the same thing applies to us men. Tunafaa kung'ara, si ndio? Ama wewe utafolia mtu wako shagi? Hapana. Do we ask for you money ndo tung'are, pesa ya kunini? Hujaijua kuna ladies upea wanaume pesa, Yeah, boyfriend allowance. Iko. So Yeah. Na mbona so tunataka ikue hivyo. The same way women tunawapea allowance, nyinyi pia mnatupea allowance. Unaweza sema my wife, umekuwa so like nimekuwa nikikupea pesa mingi sana. Tunataka from next month, in the next 2 months, wewe ndo saa take that my part. Vitu nimekuwa nikifanya wewe ndo ukwe ukifanya. Like staki, like it's not good ikue ati men ndo provide everything. Hata kama you find that even the women wanafanya kazi but they don't give anything. Because I have a man. Kwani kazi yake ni gani? Kwani ni wewe ndo na benefit from, ni yeye ndo na benefit from you. We are both of you are benefiting. Yes. So why is it that ni yeye ndo anafaa ku provide? Imekuwa kutoka kitambo, men ndo ufanyanga. Nimekwambia hii iliisha kitambo sana. Anyways, give us your opinion on My that. opinion pia inafaa ikuwe 50-50. I think sasa most of the relationships zinaharibiwa juu ya hiyo kutegemea mmoja, na hiyo unampea ile power ya kucontrol kila kitu. Sasa kumaanisha kama ni yeye anakupea chakula, mavazi. Sasa hapo ataanza ile siku mtakasirikiana, aachane na nini ama hata aache kukununulia. Sasa uanze kukaa vile unataka. Then akufukuze aende kuangalia mwingine mwenye ametunza, labda mwenye yaani amewekewa anapewa mali ama pesa za kujinunulia. Yeah, very true. Like utapata if in a relationship ni like mtu mmoja na anapeana so much energy, you find that the guy na provide is giving everything, yani dem ana anything, obviously your relationship itakuwa toxic. Because huwezi niambia mimi nakupea everything, I provide everything, then unataka you want me to listen to you. Obviously I'll be controlling you because I'm giving you everything. See that's evident. Umeona online, whatever happens online with our celebrities. And another question, do you think most relationships end because ya place umereziwa, like from where you're coming from, maybe from you see let me give an example. Unaona umekuja from a relation, from penye umelelewa na wazazi Yeah, it is affect by the ina depend na which partner, like umepata partner mgani, environment partner wako amekuwa raised, because huwezi niambia you have a guy from inside, mtu ametoka huko niitaje mashinani huko, and then you come ukuje tao upate boy amereiziwa semi Nairobi. Obviously language yenyu haitaeleweka because ina affecting iko na effect. Yeah.
Pia I think is like most parents, our parents, these millennials wanataka kama mimi ni Mkale nafaa kuwa from a Kale tribe. We ni Mjaka unafaa kuleta dem mwenye ni Mjaluo. The same way to we ni Meru ama Mkikuyu unafaa kuleta dem mwenye ni Mkikuyu. Some may date for maybe for about 3 to 4 years, umemleta kwenu, wazazi wanakataa. Yeah, hiyo iko, but me, I don't think my parents can do that. They cannot do that. I think hiyo ni kitu ilishanga kitambo. If bado kuna parents wanafanya hivyo, then something is not right. Bado Jaisha, bedha around 90% of parents right now, these millennials, wana support bado hiyo. Okay, but why should you take your wife at home? Mbona upeleke bibi yako kwenu? If you know your parents are like that. Unajua if I take my Kikuyu girl at home, si atakuwa rejected. Na nampenda. Why should I take her at home? Blessings zinatoka wapi? Okay, I don't need their blessings. Plus I don't believe I don't believe in blessings. I don't believe in blessings. Kwani how many of us have lived? Ni wangapi they have children but they were never blessed by their parents. Ni wangapi? Okay, that one I don't know. Okay, there is nothing like blessings. Obvious, kama mzazi wako anakataa mtu unapenda, hiyo sasa ni blessing gani utapea? Yeah, like you do whatever you think is right and move on, man. You don't have to take your girlfriend at home to your parents for blessings. And you know very well at the end of the day, watasema hatutaki huyu. Tunataka huyu, hatutaki huyu. You see? I think maoni yangu nafikiri unafaa kumpeleka. Hata kama wataki, unafaa kuambia tuko era ingine, wakati ile za kitambo tushapita. Yaani ujaribu kuwaeleza waelewe ile nini tuko saa hii, ile ya kitambo. Hii society imebadilika. Si ile kitambo yetu tunaleta mtu kabila yenu. Hata nikipata Mkikuyu nilete. Wengine angalia personality ya mtu. Maybe hata yeye mwenye unataka wa kabila yangu mwenye unataka hata ni mbaya, pia utakuja hapo mwanze kuvurugana. But what if wazazi wako wakatae ati huyu akuji kwangu, huyu hataishi kwangu? Sikuna wengine they do that, like they totally disagree with you. They say no, you cannot live with this woman hapa kwangu. So what will you do in that case? Unapenda this lady or you love this man and your parents hawamtaki totally, what will you do? Tunajua na mzazi hata wewe kuchagulia kwambie hata kama ni wa kabila yenu, hata yeye niambia sasa mwenye nimechagua ikishindikana kabisa nione hataki, labda inabidi sasa ni make decision yangu mwenyewe kufikia hapo. As we end our podcast today, mimi ninaweza waambia men out there mimi I'll go for the looks. Personality. Mimi achana na personality, I'll go for the looks. Na as long as pia upstairs tutatumia yangu. So as we end our podcast, tell us your opinion. Let me say my last words. I always go for looks, lakini pia naangalianga at least tukue unaweza fikiria hata